Pole kwa matatizo. Asante. Najua ipo siku pia taisha. Hizi ni changamoto za dunia rafiki yangu. Kweli naomba tu muujiza utokee. Ila uchawi bwana. Yaani mtu unapambana mwenyewe siku na mchana unataka kumwona. Alafu siku na siku unalia mwenyewe. Unamaanisha nini? Ni ngumu sana kunielewa rafiki yangu. Wewe ndio unamuua. Unasemaje wewe? Tena sio wewe tu, wewe na bibi yako. Na hivi ninavyokuambia, unamsubiria bibi yako afike muje kumla nyama. Hebu basi muache angalau awe na maisha yake. Ale chumvi kama ulivyokula wewe. Ila samani rafiki yangu, maana nilikuwa napita tu.
kuhusu dada sasa? Na yule ni mtu mzima, na imani yuko salama. Unielewa? Acha niangalie. Sungura? Kwa nyie mmeona haitoshi, mmeamua kumuona babake Makota, si ndio? Mmefanya mpaka mtu ninayempenda nipo naye mbali kwa sababu ya uchawi wenu wa kijinga. Sawa. Ila kaeni mkijua hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Wewe unavyofikiri unaweza kupambana na hii vita? Hii vita sio saizi yako. Ndivyo mnavyojidanganya, si? Sawa. Ila kaa ukijua hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Na siku zote penye kiza huwa kuna nuru ndani yake. Wechala, wewe na wenzio niliwaambieni jana jioni mpitie hapa, tuondoke msituni. Chaje mpaka sasa hamjapita. Fanyeni tuondoke. Mambo yamebadilika sasa hivi. Ngoja. Mwananchi wangu. Hamjambo. Hamjambo. Salama. Habari mama Kandege. Salama basi mimi. Mama Kandege, bora ulivyokuja. Na bora umeitikia wito vizuri sana. Mama Kandege, umeona ana shida gani? Huyu mtoto unamliaje? Alitaka kumpiga dada yake panga. Mbona mambo patafuta na mambo ya ajabu? Yaani unalifanya kiasi kwamba mpaka nimfikirieje mtoto? Mbona ana shida aina yote mjumbe? Sasa ngoja kueleza dada yako usikie maneno anayosema. Ndio shangazi. Maana kibao tu yani Kandege ananidharau mimi. Alafu mimi ni dada yake. Yaani kazidi dharau kabisa. Yaani yeye ametoka alipotoka huko, ananiambia mimi nimekula ubabu wake. Yaani mimi mtu mzima anafikia kabisa ananiumbua mbele za watu. Oh, dada umekula ubabu wangu. Mimi nimekula ubabu saa ngapi? Shangazi hadi mimi natoka nakwambia kabisa shangazi, mimi nataka nitoke chakula nile, ukaniambia kula. Mimi nimekula na nimeondoka safari zangu narudi, anaanza kuniletea mikwala. Oh, dada umekula ubabu wangu. Mimi ubabu wako nimekula saa ngapi? Sijala ubabu, haelewi. Unaambia akachukua jembe akaanza kunipiga, anataka kunichapa na jembe. Ananiambia mimi nitakulima. Kweli mimi wakunilima Kandege, nikaona hii sio kweli. Lazima mimi nje kumwambia mjumbe. Yaani shangazi mimi nimejua kabisa hili nikisema niongelee nyumbani utamtetea mwanao. Ndio maana nimeamua kuleta kwa mjumbe. Ili kesho na kesho kutwa mjumbe hata nikimwekea sumu huyu, shangazi mimi asinione mbaya. Mwanae kashanitishia sana mimi maisha. Lakini Kandege, chezea unapochezea. Hamna siku yoyote zaidi hiyo utakayojua kama sijakuwekea sumu wewe. Sijui. Sasa nifanye nini? Esikala ubwabwa wangu. Kandege. Mjumbe, shangazi kaondoka. Ubwabwa mimi nilijua yule wa kwangu ndio maana nimekula. Na tena shangazi namwambia kabisa, ubwabwa wa kwangu mimi nikala. Mimi nikaondoka zangu. Hadi Kandege anakuja kuniambia mimi nimekula ubwabwa wake. Kwani wewe kuniambia mimi afa ananitukana. Kandege anakuja kunitishia mimi maisha. Yaani ulipofikia,
kunishika makalio. Mimi sio wa kunitishia maisha unajua. Lile jambo ungenilima nalo kweli siku ile. Weka ndege, una matatizo gani? Ubwabwa tu ndo nafikia sasa kwenda kumkata dada yako na panga. Shida ni nini? Wewe nitakufinya mashavu yako. Inafika shamba mpaka naletwa kwa mjumbe kwa sababu gani? Nisikilize Makandege. Humu kesi zimejaa, anapiga watu, anakaba watu. Wewe mtoto, nisikilize. Si watu wazima na akili zetu. Hiyo tabia mbaya kumpiga dada yako, ipo siku itakutokea puani, nitakufanya kitu kibaya. Tena unaona hivi. Nitakuvumilia, nitakuchoka. Siku nikikuchoka. Mjumbe. Haya unayozungumza kwangu ni mapya kabisa. Kutoka tu siku 2 na arudi ndo nakutana na taarifa kama hizi. Au watoto wa kulelewa na mama peke yake ndiko mnapokuwa hivi? Una matatizo gani? Wewe usinitazame, nitakutia vibao wewe. Makandege, huyo mtoto kama umemshindwa niletee kwangu, mimi naahidi jinsi kumnyoosha. Lakini mtoto ana kesi nyingi, anapiga watu, anakaba watu. Kwa nini wewe hivyo? Haya, leo ngimuumiza shangazi yake kikwaje? Ndio maana kabidi nikuite Makandege. Alikuja mara ya kwanza, nikaona hii mara pili imekuwa too much. Huyu mtoto ana matatizo, anafanya vitu vibaya vingi, afu bado mdogo. Kwanza anaenda shule huko. No, mdogo wangu yuko wapi? Hiyo ndo salamu. Sasa salamu itakusaidia nini labda kwa mfano? Yaani mdogo wangu toka tangu asubuhi kasema anakuja huku hadi saa hizi hajarudi. Jua linakuchwa hili. Alafu unaambia tena nikusalimia kitu gani? Sikiza nikwambie, mdogo wangu yuko wapi? Muulize mdogo wako. Hivi unajielewa kweli wewe? Jua limekuchwa mdogo wangu kutoka nyumbani kwetu, nimepita nyumba ngapi mimi mpaka nimekuja hapa kumuulizia mdogo wangu. Unajua usinichanganye. Kama mdogo wako amemfanya ndondosha ni yule mdogo wako, sasa mdogo wangu mimi. Sikiliza nikwambie tena nikueleze vizuri. Tetea unapotetea sasa sehemu hii. Sijui unanielewa? Yaani familia nyingine. Endelea yule mdogo wako kumfanya chokola. Endelea yule mdogo wako kumfanya choyo. Ila sasa mdogo wangu mimi. Wewe tafuta sehemu nyingine sio hizi. Unasema nini Kibuna? Unisikia ama tangazo la vifo? Mchai mkubwa na maana yeye kama mchai. Mdogo wako sio baba amefanya ndondocha. Hana lolote analolijua pale. Hawazi mwanamke, hawazi mwanaume, yupo tu. Mchai mkubwa wewe. Kibuna unasema nini? Kwa hiyo mimi mchawi. Nimemloga mdogo wangu, si ndio? Hujanisikia wewe matangazo ya vifo? Helele umoya wa Afrika vuka helele makhosi yasekhaya bekani ilanga liyaphuma enhla